Habari ya muda na wakati mwingine tena, ndugu mpenzi mtazamaji na wewe mwanafamilia wa YouTube yako pendwa kabisa. Ni wasaha ambao naamini hujambo na unaendelea vema. Kama kuna walakini kidogo kwenye afya yako, basi tunamwomba Mwenyezi Mungu akurejeshe afya na uendelee na shughuli zako za kila siku. Ni muda mwingine ambapo tunakutana na Sheikh Diwan, daktari kabisa na mtaalamu wa mambo mengi mno. Mtaalamu wa mambo ya afya ya binadamu, lakini pia na elimu ya dini na dunia pia. So naweza nikasema kwa watoto wa mjini wanasema hapa ni full package. Tumekutana naye kujifunza mambo mengi, lakini pia kutaka kupata ufafanuzi wa mambo yanayoendelea kwenye jamii. Kwenda moja kwa moja kubwa ni juu ya uhalali wa imani tulizonazo. Hapa tutamvua kidogo cheo cha ushehe, tutazungumza na Diwan ili atupe elimu kwa upande wote, Ukristo na Uislamu ambako ndo amebobea zaidi. Kwa nini? Ni kutokana na kauli ambazo zimezua mkanganyiko mkubwa sana katika mitandao ya kijamii za Bwana Chionda, ambaye yeye haamini kwenye dini zote mbili hizi, lakini anatushangaza kwa sababu anaamini Mungu yupo, ila haamini kwenye Ukristo na Uislamu, kwa akisema ili kuja kutudumaza wa Afrika ili tuweze kunyonywa zaidi. Ukweli uko wapi? Asili ya dini ni nini? Tupo na Sheikh Diwan, atatupa majibu yote hayo na mengine mengi ambayo najua ulikuwa unatamani kupata ufafanuzi kutoka kwa mwalimu wetu. Nikusihi tu kuambatana nasi sambamba mwanzo mpaka mwisho wa hii video ili tuweze kujifunza na kutambua ukweli uko wapi. Sheikh, assalamu alaykum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai unaendelea vema na Mungu anaendelea kukutunza kwa ajili yetu. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Sina budi kumshukuru yeye muumba mbingu na ardhi. Naam. Sheikh, kama nilivyotanguliza kwenye utangulizi wangu, kumekuwa na mkanganyiko kidogo na tunahitaji utulivu mkubwa sana, kwa sababu katika mambo ambayo nayaogopa kuyaendea kichwa ni mambo ya imani na siasa. Ni mambo ambayo tukikosea kidogo sana tunaweza tukaharibu kila kitu na amani tuliyokuwa nayo. Kwa upande wako, uelewa wako, dini kama dini, haijalishi Uislamu ama Ukristo, mtu akizungumzia dini ni tafsiri gani ambayo inatakiwa kuja katika vichwani mwetu? Ndugu yangu bwana Hatua, ni kwamba tunapoizungumza dini kuna kitu kinachoitwa taarifu. Taarifu maana yake ni ile definition yenyewe ya dini. Tunapoizungumza dini tunasema huwal khudu'u wal inqiyadu bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ya kwamba tunapoizungumza dini maana yake ni unyenyekevu, lakini kadhalika ni utii wa yale ambayo aliyokuja nayo bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Manake ni utaratibu aliyopewa mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, watu wafate utaratibu huo. Natija ya kufata utaratibu huo, kwanza watakuwa wanyenyekevu, watakuwa watulivu, watakuwa wasikivu, lakini amani itatawala katika dunia yetu. Ndiyo maana ya dini. Na tunapozungumza dini, kwa maana tunazungumza Uislamu ni dini, Ukristo ni dini, na dini zingine kuna kina Shimto ni dini, lakini tunatofautiana na namna tunavyoabudu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema ndani ya Qur'ani, lakum dinukum waliyadini, nyinyi mna dini yenu ina utaratibu wenu, na mimi Mtume Muhammad nina dini yangu ina utaratibu wangu katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo dini ni unyenyekevu na kuyazingatia yale yote alikuja nayo bwana Mtume Muhammad. Ukisikia kaja nayo, kaanzisha yeye? Hapana. Ukisikia kaja nayo, maana yake kuna mahala alipotoa, ndio kaja nayo. Kwa hiyo dini amekuja nayo bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani haya ndio mambo jinsi yalivyo. Na hasa unapoisema dini yani ukizungumza dini katika muongozo wake huu, ndio ambao uliofanya dunia ikawa na istikana, ukawa na utulivu. Kwa mfano nikizungumza katika dini ya Kiislamu,
Katika dini ya Kiislamu ndiyo dini ambayo iliyobeba maalumati karibu yote. Ukitazama ilmu al-fadha dhukira fil Qur'an al-Karim, ukazungumzia katika masala ya ilmu ya anga, Qur'ani imetaja na inatuambia kwa maana mtu wa kwanza ambaye anatengeneza chombo cha kuruka angani kana musliman, maana Uislamu unakwenda sambamba na wakati. Lakini kadhalika Uislamu unakwenda sambamba na maarifa, unakwenda sambamba na dunia jinsi ilivyo. Kuna mtu alikuwa anaitwa Abbas ibn Firnas. Huyo Abbas ibn Firnas alichokifanya, kasa juthmanahu rihan, aliuvisha mwili wake manyoya mengi kabisa, fasara yatiru ala alhawa, akaanza kuruka juu ya hewa. Akabaini katika hewa kuna vitu vinaitwa sahwa, kwa maana hewa nzito ambayo inaweza kubeba vitu vizito. Alipobaini hilo sasa akateremka chini. Sasa akabaini cha ajabu kile ambacho hakufanya vizuri, falam ya'mal lahu jamb, yeye hakutengeneza mkia katika lile umbo alilitengeneza la kuruka nalo. Kwa hiyo fabaqiya yatiru makanan wahida, kabaki anakwenda pale pale tu, hawezi kwenda kushoto wala kulia, kwa sababu wakati huo hajui kama mkia ndio usukani ambao unamuelekeza kule anapotaka. Aliposhuka akafahamu hilo, akatengeneza mkia, mambo yakaenda katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo dini imekusanya ilmu zote ambazo tunaozifahamu, labda kwa wasiojua tu ndio wanaweza kujua kwamba kuna ilmu dunia na ilmu akhira. Watu wanasema hivyo kwamba kuna ilmu dunia na ilmu akhira. Katika dini ya Kiislamu imekusanya ilmu zote, duniawiyan wa ukhrawiyan, ilmu ya dunia na ilmu ya akhira. Ukisoma Qur'ani vizuri umesoma ilmu zote, kwa sababu ndani ya Qur'ani pia kuna ilmu al-ardh wa ma yaduru ala al-ardh. Kuna masala ya ilmu ya geolojia, masala ya kujua miamba katika ardhi, lakini kadhalika niftizi, madini, malighafi ikiwemo gesi, mafuta na mfano wa hayo. Qur'ani imeeleza kwa ufasaha kabisa kwamba nini watu wafanye ili waweze kufikia zile tharwa zilizo katika ardhi. Lakini kadhalika ulum nyingi, masala az-zaraa, al-handasatu az-zaraia, masala ya uhandisi wa masala ya kilimo ardhi. Yani Qur'ani inakutaka uwe mtafiti kwanza, hapo ulipo unatafiti, kwa maana udongo ulio katika maeneo hayo unafaa kwa mazao gani, sio unajilimia tu. Maana kuna watu wanakurupuka wanalima tu, hajui pale alipo ule udongo unataka yeye alime nini, anakurupuka tu katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo dini ni mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu katika hali za namna hiyo. Sasa kuna jambo la msingi hapa ambalo nimeliona kama jinsi ambavyo umesema kwa ndugu yetu huyu bwana Chionda. Bwana Chionda yeye katika mambo ambayo ameleta taharuki sana katika umma na jamii ni pale ambapo aliposema ya kwamba dini, yeye haamini katika kupitia dini, lakini cha ajabu anaamini Mungu. Sasa angalia haya maajabu kidogo, anamwamini Mungu yupo lakini haamini dini. Sawa, hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unaamini Mwenyezi Mungu yupo lakini taratibu zake huziamini. Maana yake katika lugha fasaha, wewe haumwamini hata huyo Mungu mwenyewe, unawafanyia watu kiini macho tu katika kutamka maneno kama haya. Mwenyezi Mungu ana taratibu kaziweka, wanadamu inatakiwa wapite katika taratibu hizo ili kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe unasema hizi taratibu mimi ndo siziamini, ila kuwepo kwake mwenyewe naamini katika hilo. Ujue sisi tuna usemi mmoja tunasema hivi, ogopa sana pale ambapo unaposema Mungu hayupo, alafu siku moja ukaja kumkuta yupo, alafu yale alokuambia yafanye hukufanya. Ni bora useme hayupo lakini ukafanyia kazi yale ambayo aliyoyataka, alafu ukaenda ukamkuta wakati uliyafanya yale uliyoyataka. Auoni kama unaweza ukanusurika kuliko unasema hayupo alafu baadaye unamkuta anakuambia ulifanya 1 2 3 4 sikufanya, njoo hapa. Ni hatari sana katika hali za namna hiyo. Sasa huyu bwana haamini dini, maana yake haamini utaratibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini anaamini Mungu yupo. Hapa panahitaji kidogo mtu utumie maarifa ya kiakili katika hili. Kwenye hoja yake Sheikh, kwanza asante kwa kutuambia kwa maneno mafupi ni kwamba dini ni utaratibu wa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Sawa, hapo tumeenda vema.
anasema yeye si kwamba Mungu alikuwa na nia ya kumsumbua wala kumtesa mwanadamu. Anaamini Mungu yupo na alianza kutulinda tangu zamani. Hasicho kiamini ni misingi ambayo namna hizi hasa amezilenga sana imani mbili. Wa Kristo na Waislamu. Kwamba namna ya mifumo tunavyoiendesha ni mifumo ambayo inakuja kumtengenezea, hasa ilivyokuja Afrika, kumtengenezea uoga Mwafrika ili azidi kunyonywa zaidi. Kwa ugomvi wake mkubwa ni namna utaratibu huu wa Uislamu na Ukristo ulivyo. Unadhani dhana yake inatokea wapi? Kwa sababu anaamini kwamba Mungu alikuwepo, ndiye aliwalinda wa mababu zetu tangu zamani. Kwa nini tulindwe na Mungu huyu ambaye kiuhalisia hayupo wa Wakristo na Waislamu? Huyu bana ana maneno ambayo yanahitaji kidogo mtu utulize akili. Na ukituliza akili ndipo unaweza kumfahamu kwa ufasaha sana. Iko hivi, ni kwamba tunapomzungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana alikuwepo na alitulinda toka zamani, lakini baadaye Mwenyezi Mungu katuacha. Ndo kwa lugha hiyo maana yake, katuacha ndio maana tumekuwa hivi tulivyo. Ndo kwa lugha hiyo. Mimi nimwambie tu ni kwamba hajafahamu. Mwenyezi Mungu alikuwepo, yupo, alitulinda, anatulinda na ataendelea kutulinda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nataka nitoe mfano mdogo tu. Tunaposema ya kwamba ilitumika dini kwa lengo au inatumika dini kwa lengo la kutunyonya sisi wa Afrika, maneno haya si sahihi. Inatumika dini kwa lengo la kututarafa, yani kutunyanyua sisi wa Afrika. Yani dini, mtu akiwa na dini automatic mtu huyu anapanda daraja kuanzia katika jamii, kwa watu na mfano wa hayo, lazima anapanda daraja. Kwa hivi, kwanza mtu huyu atakuwa hasanul akhlaq, tabia njema. Na ukiwa na tabia njema, kila mtu anakukimbilia wewe, anataka uwe na ukaribu naye kwa sababu una tabia njema. Na ukiona watu wengi wanakutaka wewe kwa sababu ya tabia zako njema, maana yake kwamba wewe ni mtu umetarafa, umepanda daraja badala ya kushuka kama jinsi ambavyo anavyosema. Kwa hiyo ni kinyume chake kwa kile ambacho anachosema Bwana Chionda. Lakini jambo la pili, ukiwa ni mtu ambaye bila shaka unakuwa ni al-amin, muaminifu sana, basi bila shaka utakuwa kimbilio la watu kwa sababu ya ule uaminifu wako katika muamala wako na jamii na watu. Hii itakutarafa, itakupandisha daraja, haikushushi hiyo. Lakini jambo la tatu, ukiwa ni mtu ambaye ataa, ni mtu ambaye unakuwa ni msikivu na muelewa sana, watu wengi watakukimbilia wewe. Kwa nini? Hii inakutengenezea sharafu. Na ndio maana Mtume akasema inna sharafa alilmi la yunkaru. Siku zote hata utukufu wa ilmu na maarifa ni vitu ambavyo havina tabia ya kujificha. Hata ukijificha watu watakutoa hapo, bana fulani wewe unajua bana, unajua, tusaidie katika jambo fulani. Sasa Chionda anachokifanya, anatazama nchi za Ulaya jinsi wanavyoishi, alafu anatazama nchi za Mashariki ya Kati jinsi wanavyoishi, alafu anakuja anatazama Afrika jinsi tunavyoishi. Kwa sasa yeye moja kwa moja hukumu yake ikaja, hizi ni dini ndo zimetufanya sisi kuwa hivi. Si kweli. Si kweli kabisa. Sisi tumekuwa hivi ni sisi wenyewe tu. Kwa sababu kabla ya wazungu hao kuja kuitawala Afrika, sisi tulikuwa ni watu ambao ni magenius, tuko juu sana. Hichi kitu kinafahamika na kinajulikana. Na ndio maana hata ukienda katika nchi ya Mali, kama sijakosea, utabaini chuo kikuu cha kwanza ambacho kilichowahi kufundisha masala mazima ya tashrihia, mambo ya upasuaji, mambo ya anatomia haya, utabaini kwamba ilikuwa ni Afrika. Ni Ghana au Togo kama hivyo. Sasa watu walikuwa wanatoka duniani maeneo mbalimbali wanakwenda pale kwa lengo la kwenda kujifunza. Wakitoka pale wanatoka watu hali ya kuwa wako safi kabisa. Uganda tu hapo ni katika nchi za Afrika ambazo mwanzoni zilizoanza kufanya upasuaji bila kutumia ganzi, bila kutumia
hivi vyombo vyao vya kisasa zama hizo, watu wanakuja kujifunza hapo Uganda. Lakini ilikuwaje? Wakati hayo yanaendelea pale, kulikuwa hakuna dini? La, dini zilikuwepo na watu walikuwa wanafanya ibada zao, bali ni sisi kilichofanyika ni ile kulazwa usingizi wa maarifa. Watu wakachukua maarifa yale tulokuwa nayo, wakahama nayo yale maarifa, wakaenda makwao, wakayaendeleza yale maarifa, wao wakawa juu, sisi tukabakia na yale maarifa tulokuwa nayo, ndipo tumeishia pale pale, hatuna haja ya kuendeleza tena yale maarifa. Bahati mbaya zaidi tukageuka tena, ikawa tena ili tupate maarifa tuende kwa wale ambao walikuja kwetu wakayachukua maarifa, ndio turudi kwao tena ili tupate maarifa. Na wao walipogundua hili, wakaona kuna haja ya sisi kutoa maarifa yetu kidogo kidogo, au tusiyatoe kabisa. Ikawa hivi, anaweza akatoka mtu Afrika mathalan, akaenda kwenda kusoma katika nchi za Ulaya au Amerika. Baada ya kupata ilmu yake, wale hawamuachi kurudi Afrika, watamwambia kaa hapa hapa, tutakupa kazi, tunakupa kitengo hapa, kwa hiyo fanya kazi zako hapa. Manake yale maarifa aliyosoma akiwa kule yafanye pale, na kadhalika ili arejeshe fadhila zake hapo. Ndio wengi sana wamekuwa katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo sio dini wala nini, ni baada ya wale watu kuona Afrika kuna maarifa, wakayachukua yale maarifa, kisha wao wakaboresha yale maarifa, sisi tukabakia katika maarifa yale yale ya zamani. Baadaye ikawa tena tunakwenda kwao wale tuliwafundisha sisi kuchukua tena maalumati kule, na wao sasa wakawa wajanja, wakasema hawa inatakiwa wabakie huku. Kishapata maalumati mazuri kabisa, wanaambia tulia hapa, tunakupa kitengo, tunakupa fanya kazi hapa hapa, manake fadhila uziache hapa hapa ulipochukua. Hicho ndicho kitu ambacho walichofanya. Kwa hiyo sio dini kwa maana ndio ilikuja kutudhoofu, ni sisi wenyewe tulilala katika hali za namna hiyo. Kwa hapa Sheikh Samani, na kukatisha, unakuja kukubaliana na ukweli kwamba Waafrika tulikuwa na ufahamu na utambuzi mkubwa sana kabla hata ya wazungu kuja. Hicho kitu kinafahamika. Na ndio maana utaona katika suala hilo, utaona katika maraji zote zikatengenezewa kupotezewa mazingira. Yani maraji nikizungumza manake marejeo ya ilmu. Marejeo ya ilmu yakatengenezewa kupotezwa, alafu yakatengenezewa tarikhun ukhra, manake historia mpya. Ile historia mpya sasa ndio hiyo ambayo tunatembea nayo sisi hivi sasa, wakati imefichwa ile historia ya zamani sisi ya kwetu, ambayo sisi ndio tulikuwa majini ya zaidi katika suala hili la maalumati ya aina mbalimbali. Sasa katika suala hili la dini haikuja kudogosha maalumati, bali dini ilikuja kuongeza maalumati. Ukitazama biaini albasiri, kwa jicho linaloona, utabaini hicho kitu. Kwa nini? Kwa sababu wakati huku sisi tunafanya hayo, Afrika tunafanya hayo, kuna tukio lilitokea baada ya kutumwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kutumwa bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kuna safari yake inaitwa Isra wal Mi'raj. Yani safari ya kutoka Maka akaelekea Jerusalem, Palestina hiyo. Kisha baada ya hapo akaenda mbinguni bwana Mtume Muhammad. Lakini wakati huo sasa alikutana na Sayyiduna Jibril, yani malaika Jibril alayhi salatu wasalam. Jambo la kwanza alilofanya, akamfanyia operation namba 1. Akafanywa operation, akatolewa moyo bwana Mtume Muhammad, pakaondolewa wasfu. Wasfu maana yake ni kijisehemu ambacho kina uwezo wa kutengeneza hasira, chuki, mtu akasirika, kwa vikaondoshwa. Na ndio maana Mtume ukisikia yani kuna Kiswahili huwa wanasema watu, huyu bwana kafinywa nyongo huyu, kama Mtume manake ukasiriki au chuki, ndio anakusudia hivyo katika hali za namna hiyo. Kwa wakatolewa, kasafishwa yale mauchafu yote akatolewa, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda Isra na Mi'raj. Alipofika kule ndipo akafaradhishiwa hizi swala 5 ambazo tunazoswali. Kisha baada hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akarejea. Hii ni nini? Ni operation namba 1 iliyofanyika. Sasa baada ya hapo ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa mtume, yani ameletewa utume
Kisha baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallama kukawa kuna sintofahamu. Anapoitangaza imani ya dini, kuna watu wanamtengenezea uadui, kwa sababu kuna usemi unasema man jahila ala shay'in ada. Siku zote yoyote yule ambaye atakayekuwa hajui kitu ukifanyia uadui, kwa sababu tu kile kitu yeye hakijui, ukitengenezea uadui na hasira na chuki, basi ili mradi tu yeye hakijui kile kitu katika hali za namna hiyo. Kwa watu wakamchukia bwana mtume, wakachukia, ikawa hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallama akawaambia wafuasi wake wahame kutoka Maka waelekee katika mji wa Habasha, Ethiopia. Kwa hiyo hijra ya kwanza, watu wanatoka Maka hawakwenda Madina kama jinsi ambao watu wengi wanasema kwamba walihama kutoka Maka kwenda Madina. Hii ilikuwa ni hijra namba 2. Lakini ya kwanza kabisa ni kutoka Maka kwenda Habasha, Ethiopia. Kulikuwa na mfalme pale Afrika hiyo, ambaye huyu mfalme Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia nendeni kule, kwa sababu kule kuna mfalme mkarimu, muadilifu. Angalia maneno, dini inataka kufanyaje? Kuenezwa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia wafuasi wake nendeni Ethiopia, kwa sababu kule Ethiopia kuna mfalme, lakini yule mfalme ni muadilifu, hadhulumu mtu, hamfanyii mabaya mtu, ni mtu safi, hana matatizo. Nendeni kule. Haya, lakini huyu mtu ni mtu gani? Ni Mkristo. Unaona? Kwa hiyo wakatoka kule wakaja mpaka Habasha, kakutana na yule mfalme pale. Yule mfalme akawaambia mmetoka wapi? Kwa sababu sisi tumetoka kwa Muhammad. Mmekuja na nini? Wakaanza kumwambia sisi tumekuja na ujumbe kadha kadha kadha, wakamueleza pale. Baada ya kumueleza, wafuasi wanachukia pale, nataka kuwakamata, anambia waacheni waeleze wanachojisikia kueleza. Wakaeleza, kisha baada hapo akamwambia nyinyi ni wageni wangu. Akawapokea, wakaishi vizuri pale, hali ya kuwa walingania watu taratibu taratibu katika hali za namna hiyo, bila chuki, bila kuwatenga, bila chuki, bila kufanyiana madhara. Hiyo ndio hijra ya kwanza. Manake ndio watu sasa wanakuja kutangaza dini ya Uislamu Ethiopia kwa mara ya kwanza kwa Mkristo. Naam. Na wamepokelewa vizuri na hakukuwa na madhara yoyote, na wao wakafikisha ujumbe wao vizuri kabisa katika hali za namna hiyo. Sasa angalia balaa. Na ndio maana nataka niseme kwamba dini hazikuleta utumwa, wala dini hazikuja kwa ajili ya kuwatawala watu wa Afrika. Mtume huyu alimtuma sahaba wake mmoja anaitwa Handhala. Handhala anatumwa elekee katika ardhi ya Faris. Faris ambayo ni Irani ya sasa. Angalia, anakwenda kule Farisi, alikamatwa Handhala, aliteswa mateso mazito mno. Aliuawa vibaya sana. Umeona? Huyu amekwenda katika nchi hizo za Mashariki ya Kati huko, sawa? Kaenda Irani huko, lakini kapata madhara makubwa sana. Ila hawa wamekuja Afrika, wamepokelewa vizuri kabisa na wakapeleka ujumbe wao vizuri, bila madhara, bila matatizo ya hali ya aina yoyote. Kwa hiyo kwa hali hiyo inatuthibitishia wazi kabisa dini ni sehemu bora inayomfanya mwana. Lakini jambo la pili, dini inamfanya mtu biidhnillah subhanahu wa ta'ala kuwa katika hali iliyokuwa bora ya kiutu, lakini kadhalika na hali iliyokuwa bora ya kutaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kule kafanywa madhara, huku kapokelewa. Umeona? Kwa kama ingekuwa wazungu na Waarabu ni watu ambao lengo lao ni kututawala, basi kadhalika na hiyo dini imepelekwa kule, maana yake wangeipokea hiyo dini ili waje wafanye nini? Watutawale katika hali za namna hiyo. Lakini haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo. Baada ya hapa sasa, hata ukienda hapo Kilwa, kuna alama nyingi. Inasemekana masahaba wa Bwana Mtume walikuja mpaka hapo Kilwa na walifanya kazi pale Kilwa. Na kuna wakati fulani walikuja Wareno kutaka kuleta madhara pale Kilwa. Walichofanya, watu walitumia dini hiyo hiyo kuomba kwa Mwenyezi Mungu awanusuru na madhara. Mpaka leo pale kuna jahazi naitwa jahazi la jiwe. Wale walikuwa watu ndani ya jahazi, wakageuzwa kuwa mawe wao pamoja na chombo chao.
Huyo Mungu ambao unasema kwamba hayupo, alishaondoka huku kwetu, ndio huyo alofanya matukio haya hapo Kilwa tu, sio mbali. Kilwa Masoko na Kilwa Kivinje, ukienda hapo utayakuta hayo. Tena nenda pale katika makumbusho, ulizia haya maneno utayapata. Sasa huyo alojibu ni Mungu gani? Ikiwa kama utaratibu wa dini sio, umepitiwa utaratibu gani akajibu wale watu wakabadilishwa kuwa mawe pamoja na chombo chao? Utabaini kwamba dini ni utaratibu ulio sahihi, na Mwenyezi Mungu hajatutupa bali anatutarafa, anatunyanyua, na wala haijaletwa dini kwa lengo la kuja kututawala kama jinsi ambavyo wanavyosema bwana mkubwa Chionda. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo inataka utulize sana akili, lakini ukikurupuka unaweza ukaisi anasema kitu cha kweli sana. Ukikurupuka na usipotuliza akili unaweza kuona kama huyu jamaa anaongea fakti sana. Si kweli. Si kweli kabisa. Huyu bwana mimi naweza kusema katika watu wenye maarifa madogo ni yule bwana, na yeye sio wa kwanza kusema hayo, ni wengi tu waishasema. Maarifa madogo kwa upande wa dini au kwa ujumla? Maarifa madogo kwa ujumla tu. Kwa sababu ukisema dini imekusanya maalumati yote. Kwa hiyo ana maarifa madogo. Aiwa, na hata hivyo nilisikia anasema kwa maana baada ya kufa bwana Mtume Muhammad kukatokea madhehebu na mfano wa hayo. Sasa madhehebu yanatokea kwa sababu gani unajua? Sio kwa sababu ya kufa Mtume. Madhehebu wanakuja huko kwenye kugawanyika. Aiyo. Madhehebu yanatokea kwa sababu ya zile aya na hadithi kwa tofauti ya uelewa baina ya wanawavioni. Ndio madhehebu yanakuja. Kwa mfano, hata sahaba wa Mtume walikhtilafiana wakati Mtume mwenyewe yupo. Kuna wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma masahaba wake waende katika kijiji kinachoitwa Banu Quraidha. Akasema Mtume, la yusallianna ahdukum illa ila Bani Quraidha, au kama qala. Akasema asiswali yoyote miongoni mwenu isipokuwa swala ya asri isipokuwa awe amefika katika kijiji kinachoitwa Bani Quraidha. Masahaba wakaanza safari, wanakwenda kule katika kijiji hicho wakatekeleza yale waliotumwa. Wamefika njiani, muda wa asri umefika. Baadhi ya masahaba wakasema jamani tuswalini hapa. Wengine wakasema Mtume akasema tusiswali hapa mpaka tufike kule tunakokwenda. Hao wakasema hapana, maneno aliyosema alikuwa anatuhimiza tu. Wakasema sisi tunafuata kauli yake ile aliyosema yeye mwenyewe. Kwa hiyo baadhi yao wakaswali pale, baadhi yao wakaenda mpaka walipofika kule wakaswali. Naona ikhtilafu hii. Umetofautiana uelewa. Hao walielewa kusema kwake vile Mtume alikuwa anahimiza ili wafanye haraka. Na hao wameelewa popote pale ambapo yani itapotukuta sala tusiswali mpaka tufike kule tunakokwenda. Ndio uelewa jinsi ulivyo. Ukishakuwa katika hali za namna hii uelewa unafanya watu sasa kunakuwa na mambo mawili au zaidi ya mawili. Sehemu nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amezungumza katika masala ya udhu. Anasema mtu akishika sehemu zake za siri udhu wake umetenguka. Lakini sehemu nyingine akasema hicho ni sehemu tu ya kiungo chako, udhu unakuwa upo. Hawa wakaelewa kwamba ukiwa katika sehemu yenye maji mengi si vibaya kurudia tena kuchukua udhu. Na wengine wakaelewa kasema hata ukiwa sehemu yenye maji mengi we maadamu umeshika sehemu za siri basi we chukua udhu tu katika hali hiyo. Unaona mambo jinsi yalivyo. Kwa hiyo ni tofauti za uelewa. Kwa hiyo madhhabi yanapatikana kutokana na uelewa wa aya au uelewa wa hadithi. Kwa hiyo wewe unaweza ukaelewa hivi, lakini mwingine aya hiyo au hadithi hiyo akaelewa vingine. Hapa panatokea madhhab. Kwa maana ukisikia madhhab maana yake ni namna alivyoelewa mwanachuoni huyu kaelewaje na namna alivyoelewa mwanachuoni mwingine kaelewaje. Ndio utakuta jambo hilo moja linakuwa na ikhtilafu za uelewa. Na hata na hili jambo sio la kushangaza. Hata darasani watu wanakuwa hivyo. Kuna wanafunzi 100 katika darasa moja, lakini anapatikana mwanafunzi wa kwanza mpaka wa mwisho. Wakati mwalimu ndio yule mmoja anafundisha darasa hilo moja, lakini somo hilo moja anapatikana mtu wa kwanza mpaka wa mwisho. Ni tofauti za uelewa katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo ikhtilafu almadhahibi hazikutokea kwa sababu Mtume kafa ndio akaja akatokea mashia, sio akatokea kitu gani, wakatokea watu gani, Chionda hajui tu. Kakurupuka katika hili.
Kwa hiyo sisi tunachosema si mtu wa kupuuzwa, bali ni mtu wa kupewa ilmu, yani apewe maalumati mazuri kabisa katika hali za namna hii, kwa sababu inaonyesha pia hata yeye chimbuko la dini zenyewe hajui. Chimbuko la dini ni nini, limetokea wapi? Sisi tunamwambia chimbuko la dini ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuja kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo pia kuna taratibu zake. Kizifuata hizo taratibu utakuwa mtu wa Mwenyezi Mungu. Ukaacha zile taratibu ukafanya yako, basi wewe umefuata njia ya mwingine asiyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, tumalize na hili. Nataka nikurudishe nyuma kidogo sana pale namna ambavyo safari zilizofanyika na namna ambavyo mtume aliwatuma maswahaba wake kuja kueneza imani. Kwa mantiki hiyo, je, Sheikh Yusuf Diwan anakubaliana na Chionda kwamba hizi imani tulizonazo sasa si za kwetu, zililetwa na watu kutoka sehemu nyingine tofauti? Hilo la kwanza. Nasema umenifilisi swali langu, nitaka niseme mgawanyiko sasa, kama kweli Mungu alikuwa ni mmoja, ulitokea wapi? Nashukuru Mungu umenijibu kabla sijakuuliza. Lakini unadhani nini kifanyike sasa kuleta ule umoja ambao tunatakiwa kuwa nao sisi? Wewe labda ni mdengeleko kutoka wapi? Tuwe na ule umoja, haijalishi mimi ni Mkristo, wewe ni Muislamu, kwa sababu hoja ya Chionda ni kwamba hizi imani tulizozipokea zimekuja kutugawa tena. Kumeibuka chuki, mimi ni Mkristo, wewe ni Muislamu, ama mimi ni Mkatoliki, wewe ni Msabato, lakini mwisho wa siku Mungu ni mmoja. Je, ni sahihi kwamba hizi imani zilitoka huko, kwa maana kwamba si za kwetu? Swali langu la kwanza. Lakini la pili, nini kifanyike kurudisha ule umoja, kwa sababu ni kama tayari tumeshatengana tena, wewe kaa huko, mimi niwe huko? Sawa, swali lako zuri sana bana Hatua. Swala liko hivi, tunaposema hizi imani si za kwetu ni makosa. Hizi imani ni za kwetu. Niulize kwa nini? Aywa. Kwa sababu hii manabii wote ambao walotumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, baba yetu wa imani ni nani? Ni Ibrahim. Ambapo kutoka kwa nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam ndipo silsila ilotoa manabii na mitume. Ambapo hii ni silsila ambayo ilotoa manabii na mitume, na 100% ya manabii wote walikuwa Sharqil Awsat, mashariki ya kati, ndipo ambapo walipotumwa hapo au walipokuwepo hapo. Wakati hawa manabii wanakuwa katika nchi hizo na wakatumwa na Allah na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakapewa utaratibu wa namna ya kufata. Wakati huo sisi hukuma babu zetu wanahangaika katika sala la kiimani, ndio wapo wanaabudia mizimu, wapo wanaabudia makaburi, wapo wanaabudia mapango, wapo kila mmoja anafanya anachojisikia kufanya. Wakati huo imani sahihi hawajaipata. Wakati huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawatuma mitume na manabii katika mashariki ya kati. Unanielewa vizuri? Kwa ile imani ambao walotumwa mitume na manabii mashariki ya kati, inatakiwa imani ile itangazwe dunia nzima, kwa sababu ndio ambao walotumwa na Mwenyezi Mungu. Wakati hao wengine bado wanahangaika kutafuta Mungu wa kweli ni yupi. Baada ya hapo sawa, wanakuja watu wanatumwa kuja kueneza imani iliyo sawa sawa. Na ndio maana hakuna mtu ambaye alolinganiwa kwa mapanga, ukitaka utaslimu, ukitaka hakuna mtu alolinganiwa katika hali ya namna hiyo. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Anasema lingania katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwanza kwa hikma, uwe na busara, usiwakere watu, usiwaudhi watu, usiwatukane, usiwafanyie madhara aina yote. Lakini wal mau'izati hasana, na mau'idha yawe mazuri. Usiende unamwambia wewe haraka tunataka kumtoa wewe mtu wa motoni. Hakuna hivyo. Cha msingi uwe na maneno mazuri. Hata Mungu alipomtuma Musa na Harun waende kwa Firaun, walimwambia maneno mazuri. Alimwambia waqula lahu qawlan layyina, mkishafika pale mwambieni maneno laini kabisa, msianze kumwambia maneno makavu. Mtu alojitangazia yeye ni Mungu, lakini Mwenyezi Mungu anasema mkifika kwake mwambieni maneno laini, maneno mazuri kabisa.
Naona? Kwa hiyo watu wakatoka sasa katika Mashariki ya Kati wakaenda mataifa mbalimbali kwenda kueneza sasa dini ya Mwenyezi Mungu. Wakikukuta mtu kama wewe wanaanza kukulingania. Ndio unamjua Allah? Allah mimi simjui bana, mimi najua pango la babu yangu fulani. Aha. Pango limefanya nini? Anaanza kwanza kuuliza kwanza wewe imani yako. Pango limenifanyia hivi, nikiwa nahitaji mvua naomba, mvua inakuja, nikiwa nahitaji kadha nikiomba pale napata, basi inshallah usiwe na shaka. Basi hapo kuna Mwenyezi Mungu wa kweli ambaye yupo kadha. Huyu anaanza kutoa sifa za Mwenyezi Mungu namna ilivyo na mpaka inafikia wakati unaona kama hivi ndivyo ilivyo, basi huu ndio usahihi wa mambo. Haya ndio mambo jinsi yalivyokuwa. Kwa si kusema kwamba ile si imani yetu, ni imani zetu, isipokuwa zimetoka kwa katika ile Mashariki ya Kati baada ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati babu zetu bado wanajitafuta, hawajui Mungu wa kweli ni nani. Ndio maana kila mmoja alikuwa anabudia vyake. Ukienda Morogoro kuna watu wana mizimu yao, ina majina yao na ina taratibu zao. Ukienda Kigoma kuna watu wana mizimu yao, ina majina yao na ina taratibu zao, hazifanani na zile taratibu za watu wa Morogoro. Maanake kila mmoja bado anahangaika kutafuta Mungu sasa hapa ni yupi katika hali za namna hiyo. Maana hiyo dini ilikuja kutuunganisha. Sahihi, imekuja kutuunganisha. Na ndio maana utaona kuna hili jambo lingine ambalo umelisema, umenikumbusha pia. Katika masala ya Waislamu na Wakristo, kwamba labda imeleta chuki. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anayejua dini vizuri anaweza kumchukia Mkristo. Hakuna. Kwa sababu kwanza dini inatutaka wale ambao hawapo katika upande wa dini yetu ndio tuwe wapole zaidi kwao, na tuwe waadilifu zaidi kwao, na tuwe wakweli zaidi kwao, na tuwakumbatie zaidi, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Kama jinsi ambavyo walivyotoka masahaba bwana mtume wakaenda Ethiopia wakapokelewa na Mkristo, hawakupata madhara ya aina yoyote. Basi ndio hivi dini inataka watu tuwe pamoja, tuwe wamoja, tuvumiliane, tuheshimiane, tujaliane, tusaidiane, na mfano hayo. Ndio maana ya dini. Haikuja kutusambaratisha kama inavyosemwa, bali imekuja kutuunganisha katika hali za namna hiyo. Sisi sote ni wanadamu. Kwa hiyo na ndio maana katika Uislamu kuna vitu vinaitwa haqu aljarri au haki ya jirani yako ambaye asiokuwa Muislamu. Una haki, wewe una haki zako kwake. Lazima umfanyie. Moja, usimkere. Usiwe na jirani yako ambaye sio Muislamu ikawa kila siku wewe unamkera. Wewe ni hatari sana. Uislamu unakataa mambo ya namna hiyo. Lakini kadhalika vile vile jirani yako huyu akiugua, nenda kamuone. Mgonjwa anaumwa, kamuone, mjulie hali. Sio Muislamu huyo, na akifa nenda kamzike. Nenda kamzike. Useme mimi siendi kuzika kwa sababu yule ni Mkristo mimi. Hakuna hiyo. Nenda ukamzike, kwa sababu ndio Uislamu unataka katika hali za namna hiyo. Mtume aliona jeneza linakuja la mtu, Mtume akawaambia masahaba, hebu tusimameni, tulisimamie jeneza. Masahaba akamwambia Rasulullah, huyu bana anaeletwa ni Myahudi tu. Akamwambia kwani sio mwanadamu? Sasa huyo ni mwanadamu naye, kwa kuwa ni mwanadamu tusimame kulionyesha heshima ya jeneza. Sasa vipi kwa watu walio hai? Na sisi tunasema alhayu aula min almayit, aliyokuwa hai ni bora zaidi kumnusuru kuliko ambaye tayari amekufa. Sasa katika hali za namna hii dini imekuja kutuunganisha, dini imekuja kutufanya watu kuwa wamoja, lakini dini imekuja kutengeneza ustaarabu, na dini imekuja kutupandisha. Wenyewe tu ndio tumejiweka katika mazingira ya ajabu basi katika mazingira kama, lakini kinyume cha hivyo inatakiwa watu wa dini tuwe juu sana. Na Mungu anaahidi, anasema mtakuwa juu lau kama nyinyi mtamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada zenyewe hatuna, mauzauza mengi, tunafanya manyago ya kila namna. Huyo Mungu gani anaweza kuja kutunyanyua katika hali za namna hii? Kwa hiyo tukae katika mistari iliyo sahihi, alafu tutaona mambo jinsi yanavyokuwa biidhnillah. Tusilaumu eti dini zimekuja kutushusha, kutugawanya, kutufanya tutawaliwe. Si kweli. Si kweli kabisa. Ni sisi wenyewe tu tumejitia katika ujinga, basi ndio tumekuwa katika hali za namna hiyo. Lakini dini asili yake ni kutunyanyua, sio kutushusha. Wala kututawalisha, tutawaliwe. Si kweli. Kuna watu wanatawaliwa huko hawana hata dini na wametawaliwa kwa mkono wa chuma.
Nenda kwa Korea huko, wana dini gani wale? Lakini wametawaliwa kwa mkono wa chuma pale, hainui mtu kidole. Kwa hiyo ni hatari sana. Nadhani unaweza kuwa umejifunza kama nilivyojifunza mambo mengi sana. Mimi nimechukua noti chache sana ambazo natamani nikusisitize kwa hapa mwishoni alichokizungumza Sheikh. Sheikh Diwani anakuambia dini haikuja kutugawa, ilikuja kutuweka pamoja na kutufanya kuwa wamoja. Kama wewe ni Muislamu unamchukia Mkristo, ujue bado hujaijua dini, nenda kajifunze zaidi. Kama wewe ni Mkristo unamchukia Muislamu, nenda kajifunze zaidi imani yako kwa mujibu wa kile alichokizungumza Sheikh. Sheikh, mimi nikushukuru sana. Binafsi nimeshiba. Kwa sababu maarifa huwa hatutosheki, yawezekana tukarudi kwa mara nyingine tena kukuuliza mengine kulingana na maswali ambayo mtazamaji wako atakayoyauliza. Tumalizie Sheikh, ni jukumu letu kumkumbusha ndugu yangu yeyote ambaye anasumbuliwa na mambo tofauti tofauti popote pale alipo, urahisi zaidi wa kufika kwa Sheikh Diwani na namna ambavyo huduma anaweza kazipata. Lakini tumepokea jumbe pia kwa watu ambao wako nje ya nchi ya Tanzania, wao wanasaidika vipi? Ni kama jinsi ambavyo mara kadhaa tumekuwa tukisema, ili uweze kutupata ni hapa Mbagara Kiziwiani, barabara ya lami kuelekea jeshini, na namba yetu ni 0756634277 au 0712316222. Kwa hiyo hata wale ambao walikuwa nje tunafanya taratibu. Inshallah yeye awasiliane nasi, tutampa utaratibu namna ulivyo, mambo yanafanyika biidhnillah. Wewe uliyeko mbali huna kisingizio tena. Namba ziko hapo, pigie Sheikh Diwani, utazungumza naye moja kwa moja na kupata ufumbuzi wa mambo yako. Mpaka muda na wakati mwingine ambapo tutakutana katika elimu ya namna hii, nikusihi tuendelea kutufuatilia, usisahau kusubscribe na kuwashirikisha ndugu jamaa na rafiki popote pale walipo.